Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu aliye hai. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu. Na ujumbe wetu unasema, fahamu upinzani ulio kati ya maombi yako na majibu yako. Kitabu cha Daniel sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 13. Biblia inasema, akaniambia, Daniel, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno yayo ni kuambiayo, kasimame kiwimoima, maana kwako nimetumwa. Sasa aliponiambia neno hili, nikasimama nikatetemeka. Ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kunyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Wajemi alinipinga siku 21. Bali sasa tazama, huyo malaika mmoja wa wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nimemwacha huko pamoja na ufalme wa Wajemi. Mtu wa Mungu, asubuhi ya leo ningetamani uone kitu cha pekee katika Roho Mtakatifu. Kati ya vitu ambavyo shetani hana shida nayo sana ni wewe kuomba. Haimpi shetani shida, lakini kinachompa shetani shida ni wewe kupokea majibu ya maombi uliyoyaomba. Kama shetani akifanikiwa kuzuia majibu ya maombi yako, maana yake utakata tamaa, hutaendelea kuomba. Lakini kama utafanikiwa kuyapata majibu ya maombi unayaomba, ndani yako lazima utakuwa na kiu ya kuomba tena. Na kitu ambacho adui alikifanya kwenye ulimwengu wa roho, maandiko yanaonyesha Daniel alisikiwa siku ya kwanza kabla ya siku 21. Lakini kuna upinzani uliopo katika ulimwengu wa roho baina ya maombi ya mtu na majibu ya mtu. Maombi yake yalisikiwa, lakini mkuu wa Wajemi akapingana na yule aliyekuwa analeta majibu, ambaye ni Gabriel. Akamzuia ili asimletee Daniel majibu, ili akate tamaa katika kuomba. Ninachotaka ni kuonesha asubuhi ya leo, pingana na roho inayezuia majibu ya kile ulichokiomba, kwa sababu adui anafahamu utakapopata kile ulichokiomba, maisha yako ya kiroho na ya kimwili hayatakuwa kama yalivyo. Maandiko yanasema, nimekuja nikupe taarifa kwamba maombi yako yalisikiwa, lakini kukatokea vita kati ya majibu yako. Kuna watu wengi wameomba mambo mengi Mungu awafanyie, na yamkini Mungu amewafanyia, lakini kuna upinzani baina yao na majibu yao. Saa ingine umeomba Mungu akupe kazi na umepewa, lakini kuna vita ya wewe kumiliki hiyo kazi. Kuna vita ya wewe kutawala,
Lakini ukijaribu kuangalia kwenye ulimwengu wa roho unaona umepewa, lakini kuna vita ya wewe kuto kushikilia hilo jambo. Wacha nikuambia asubuhi ya leo mpendwa, kuna wakuu wa giza, kuna falme za kipepo. Maana maandiko yanasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili. Kuna roho zinazotawala kwenye anga ili kuzuia majibu ya maombi ya watakatifu. Ukisoma kwenye Luka sura ya 18, yuko mwanamke mmoja aliyekuwa akimwendea kiongozi wa eneo fulani au kadhi ili kumwamulia kati yake na jirani yake. Na yule ndugu alichelewa kumpatia majibu yule mwanamke ili akate tamaa. Lakini mwanamke yule, maandiko yanasema, alimwendea kila siku. Ndio sababu Yesu akasema imetupasa kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Majibu ya maombi yako unapoyakosa, usipokuwa makini, unaweza ukajikuta umekata tamaa na ukasema siombi tena. Pasipo kufahamu kuna upinzani. Adui anajua ukifanikiwa hata baki salama. Alafu akamwambia, nimekuja kukupa habari. Sawa, unaendelea kuomba siku 21, lakini maombi yako yamesikiwa. Lakini vita ikatokea, bayana ya majibu yako usipewe. Ndio sababu ukiangalia kwenye kitabu cha Yohana, Biblia inasema wazi kwamba hata sasa ninyi hamjaomba, lakini ombeni ili mpewe furaha yenu itimilike. Kwambie mpendwa, unapokosa majibu ya maombi yako, Yohana sura ya 16:24, unapokosa majibu ya maombi yako, moyo wako unakosa raha. Kwa hiyo ni muhimu unapoomba, tambua kuna vita. Kwa hiyo lazima upingane na roho inayezuia majibu ya maombi yako uliyaomba. Pengine umeandika barua kwenye ofisi fulani, pingana na roho inayezuia majibu yako. Kuna jambo ambalo unalifanya, pingana na roho inayezuia jambo hilo lisifanikiwe. Niseme asubuhi ya leo, Mungu akuinue na akupe majibu ya maombi yako. Na tuombe. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa majibu ya huyu mpendwa asubuhi ya leo. Kila roho ya upinzani kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa mwili iliyosimama kupingana na maombi yake, naiapisha na kuikemea katika jina la Yesu. Wacha kajibiwe ili furaha yako itimilike. Amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew